Ewe, kianza mmoja akianza wawili watakuwa sawa. Tanzania sasa hivi ukiwagusa wanakujazia watu. Na katika kujaza watu lazima kutotokea watu wenye hasira pale. Kuna watu lazima wataongea na huyo mtu ataachwa. Lakini tukiwa wastaarabu kama hivi tunavyojifanya sisi wastaarabu, watu wa amani, watu wa haki, sijui wa Tanzania sisi hatuna mambo mengi. Ndio maana tunafika tulikofika, na polisi wanatujua sisi hatuna cha kufanya. Ni watu fulani wapole, sijui wastaarabu, wajinga, hatujielewi, ndio maana anakufanya chochote anachotaka kukifanya. Mimi nikiwa barabarani nikikutana na polisi akinisimamisha nasimama. Akianza kuleta stories zake nyingi namwambia mia sina. Sitoi hata 100 kwa polisi. Sitoi, namwambia wewe kwani utaratibu umekaje? Tupelekane kituoni tukakai kule. Sasa ule usumbufu wao wanaona usumbufu, hawakubaliani na utaratibu kwamba kutokufuata utaratibu kituoni sijui nini, wanaona kama huyu naye analeta mambo mengi. Kwa mara nyingi huwa wananiachia anapita. Mimi siwapi polisi hela. Siwapi kabisa. Gari unakosa unani, si wapi. Nawaambia tufuate utaratibu. Lakini tabia kwa hapa 200 300 ndio wanakuja mara wametoa upepo kwenye bajaji, mara wamefanya nini. Mimi kuna siku nilikatoa polisi njiani hivyo, wale sio polisi, wale watu wanaotoza nini ukipaki, wale watu wa parking wale. Wananiambia unadaiwa. Mimi nikamwambia sijui kama nadaiwa. Nadaiwa nini? Ulitakiwa kujua. Nikamwambia mlituma message. Mlifanyaje? Pale tulipokamatwa watu walikuwa kibao wamefungiwa nini minyororo kwenye mitairi. Nikamwambia mimi hata hapa mnikalishi. Nikavurugana nao nikajaza watu kibao. Pale wakaniambia basi wewe nenda. Nikamwambia nikipata hela nitalipa. So unanisimamisha hapa mimi tena unaniambia habari za hela wakati sina taarifa hiyo hela. Mnaandika hamtuambii. Wakaniachia mimi nikaondoka, lakini wengine pale walibaki kibao wanasubiri usiwapate hela wafanyaje. Kwa kuna namna ya tunatakiwa tudili na hao watu, wanatakiwa wajue akili zetu zimebadilika. Sio sisi tena Tanzania wale wastaarabu, ustaarabu umekwisha. Watanzania wote saizi kuna bangi wanavuta, wako sawa kiakili, mambo yao hayaeleweki, lolote wanaweza kukuanzishia na ukaonekana wewe huna akili. Kwa ndugu zangu, mimi naomba tuendelee na mapambano, tupambane. Mimi maeneo nayokaa kweli watu wana uchungu, lakini ndio huo ustaarabu na uoga. Watu ukiongea wewe una watoto una familia sijui vitu gani, ambia jamani hawa watoto wataishi kama sisi, nyinyi mtaona maisha ndo haya. Huyo mjumbe mwenyewe ukimtizama t-shirt yake ndo ile ile ya mwaka 47, mpaka imetoboka, hana mbele hana nyuma. Hata kuletea maendeleo gani wewe? Tunatakiwa tubadilike. Tunatokea sisi wenyewe tujue tunataka nini. Sasa tutalalamika huko chini, maisha magumu, vitu vimepanda bei, sijui serikali imefanyaje. Hiyo serikali ndo nani? Serikali yenyewe ndo hii tunayoisema, serikali yenyewe haina kichwa haina miguu, kwanza hatuna serikali. Sasa mimi nikiwaambia mimi naogopa, sijui itakuwaje, kamba uoga wetu ndo nguvu yao. Sisi tunatokea tuungane, tukizungumza lugha moja sisi tuna nguvu, sisi wengi kuliko wao. Tukikaa pamoja tukazungumza tukakubaliana bwana hili tufanye 1 2 3 litaeleweka. Lakini hivi tunavyoacha tu tunakaa nyuma, tunategemea nani aje? Na ndio maana wanapata nguvu ya kutukamata na kututeka na kutuua na kutufanya vyovyote, kwa sababu sisi tunakuwa wachache. Katika 100 unakuta kuna watu 2 3. Ni wachache sana kufanywa vitu vya hovyo. Lakini tungekuwa wengi, watu wakapaza sauti, watu wakapambana na kila mmoja akajua haki yake, mimi nadhani tungefika mbali sana. Lakini tuendelee na mapambano, tutafika. Na mimi sehemu tulipo sio sehemu mbaya. Nitambulishe sana. Natambua faksi. Asanteni sana mmefika ndugu zangu, napenda. Surprise unalisongesha mida hii. Asante na mimi nipo hapa. Surprise. Kwanza nijue hali yako, ni uko hali gani? Pale mara ulishuka hafla asubuhi, nini ilikuwa shida, au kama ni kawaida iko sawa? Okay. Na pia ukapotea muda mwingi ndo unarudi saa hizi, nini shida ndugu yangu? Uko salama uko liko? Mimi niko salama kabisa, Mungu ni mwema. Hali yako kiafya? Mungu ni mwema kabisa, mimi ni mzima wa afya. Asante. Napambana naendelea. Simu tu ilizima chaji. Okay, asante. Basi kwa sasa hivi utalisongesha zamu yako, na hapana huyu veteran Gen Z veteran hasiki watu ukimuita. Sasa sijui tunamfanyaje, mtasema pia nini tunafanya, manake nimesema andike angalau hata
comment, na ndo kawaida yetu. Mtu kama ipo kazini anaandika nawasikia ndugu zangu, lakini niko kazini ama nipo sehemu ambayo siwezi kuongea, hii inakuwa ndo vizuri. Lakini tangu asubuhi yupo hapo hapo, ameomba kupanda, amepanda, lakini haongei. Kwa hiyo sasa hivi liko chini ya mikono yako. Mimi nipo hapa nasikiliza nondo na mikakati na mipango maalum. Asanteni sana. Kwako kaka. Okay, nashukuru. Naomba nimuulize swali surprise. Naruhusiwa? Unaweza ukauliza. Unaongeaga na Nurvaz? Hapana. Haya, nitatafuta mbinu nyingine. Okay, bye. Kama una kitu dada Jiman, kama una kitu ambacho unataka kitokee kwa upande wa watu wa hapa ambao kwa haraka watu hapa ambao wanazungumza na Nurvaz, wataongea naye dada Zawadi, Mkomba, wote hao wanaweza au huyo nani anaitwa One Love, wote hao wanaongea naye. Unaweza kupeleka, unaweza kuwatafuta ukawasilisha hicho unachotaka kimfikie. Na ya TikTok bwana, mimi nataka maneno hapa. Wewe mwambie tu One Love kwamba hapo kuna amtafute Nurvaz, endeni atakurudishia jibu hapo, utanipa kama ni sawa. Sija kufahamu yani. Ngoja nimwambie nimtafute One Love, alafu nimwambie muulize Nurvaz kama sawa, kuna message itatoka kwa yeye. Kitu dada hapa yupo Nurvaz, kwa hiyo unaweza kwenda sehemu ya message, unaweza kumtafuta kwa hapa na ukampata, ukampigia simu, kama yupo akaingia, kama hayupo ukamwekea comments, ukamwekea ujumbe kupitia hapa. Sasa mimi hapa mbona ndio najifunza na mimi hapa na panda ufahamishe jinsi ya kwenda kumtafuta bwana. Mtafute wewe, mwambie tutakuja kwa nani Apple, lakini situmi jina la Apple, kuna message yake basi, hapo nipe ujumbe kama anakubali. Yani short and clear, that's it. Yani umemtumia kwa upande wa wapi, yani ili iwe rahisi ya kukujua hilo. Anajua hiyo siku tulifanya na nani, hiyo jina litatokea, siwezi kutaja jina langu kamili hapa. Yani nasema ulimtafuta hapa au wapi, yani ndio namaanisha hivyo ili apate urahisi. Kama anajua basi ngoja tu Nurvaz mimi nitafanya kitu alafu ataona message. Kwa hiyo hiyo message akipata atajua jinsi gani atawasiliana na huyu surprise. Sawa, okay. Hapo sawa, tushaelewa dada. Sasa tumeenda sawa. Okay. Wewe muulize kama ile namba yake inafanya kazi. Okay, sawa. Okay. Kabla utalifikisha ama hivyo. Haya, asante. Lazima mic. Nirudishie jibu ili nijue. Natafuta utapata jibu muda si mrefu dada. Okay. Sabra, atusikie Sabra. Ruge naweza nikaongea naye nikamwambia, then nikakupa Naweza kumalizia? Nimetoa majibu kwamba naweza nikampigia kaka Ruge, then Ruge ndo akamweleza Nurvaz, then nikapata akatoa majibu kwa urahisi. Okay, sawa. Okay, shukran. Unaweza kumalizia.
Nilikuwa pia yangu tu ndio ilikuwa hayo kwa leo, lakini nilikuwa pia nataka kutoa wazo kwamba huwa nafuatilia pia live ya PFD. PFD anafundisha vitu vingi. Sasa nilikuwa najaribu kufikiria hivi kama inawezekana kulikuwa ni kwenda mara TikTok mara wapi tukaweza kuconnect pia na Discord labda na TikTok kwa muda, kwa sababu uzuri wa PFD huaga anatoa muda kwamba saa fulani ataanza kipindi, watu wanakuwa tunamsubiri. Huaga anafundisha vitu vingi ambavyo nadhani pia vinaweza kutusaidia kwenye haya mapambano na tukaweza kufika sehemu ambayo pia ni sahihi, kwa sababu watu wengi kweli wanamfuata kule, lakini wengine tunakuwa Discord. Kwa hiyo kujigawanya huku na huku inakuwa tatizo, na huwa uzuri wake huwa hakai muda mrefu. Akikaba sema labda ni saa moja mawili anakuwa kashamaliza. Nadhani tungeweza labda kufanya hivyo, ingesaidia pia watu wengi pia kupata ile elimu na kujua nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Ni hayo tu, nawashukuru sana, niko hapa nitaendelea kusikiliza. Fast Machine, karibu. Bwana niaje? Sasa ikifika mida ya kama kawaida saizi saa ngapi saizi? Saa 10:27. Kwa hiyo itakuwa saa 1 nafikiri. Sasa mida ikifika saa 2 ya Tanzania hapo tutafanya ile zoezi letu lile la kuingia kwenye ile website. Nafahamu kuna watu wengi ambao tayari wameshaona, lakini kama tulivyokubaliana hapa kwamba itakuwa na utaratibu ambao tutakuwa ila saa 2 ya Tanzania ikifika tunafanya tunaingia kwenye ile website ya kina dada Maria Sarungi na kuendelea kuangalia yale maovu yote ambayo yalifanywa tarehe 29 na kuendelea na siku nyingine za mbele zile, na kuwakumbuka ndugu zetu ambao walianguka katika safari hii ambayo tunaifanya ya kuleta ukombozi. Kwa ikifika mida hiyo nafikiri nitafanya tutaingia na tutaangalia na tutaona na listi nyingine ya wale watu ambao kwenye listi ya ICC. Jana nafikiri tuliona watu 30, leo tutaenda zaidi kwa ambao wakuepo. Kwa haraka huwa tunafanya tunaingia kwenye website ambayo iliandaliwa na kina dada Maria Sarungi, ambayo kuna contribution, kuna watu wanaenda kutoa shahidi mbalimbali za watu wapenda wao au watu wengine kama binadamu wengine ambao wote walipata maafa madhara katika ile tukio lililoanzia Oktoba 29. Kwa tunafanya vile, lengo na dhumuni ambalo linasababisha tufanye hivyo ni kwa sababu hii inatusaidia kutukumbusha ni nini kimetuweka hapa, ni kwa nini mpaka sasa hizi tumeingia Discord, ni kwa nini tunafanya nini hapa Discord, au tunafanya nini kwenye hizi movement, na ni kwa nini tunaendelea kupambana na kuhakikisha tunasimamia hili swala mpaka hapo tutakapofanikiwa. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kukumbusha, lakini ili pia tusiweze kuwasahau wenzetu na pia kuweza kuongeza zile hasira na kwa namna yoyote vile ambavyo tutaweza kupambana dhidi ya hawa wauaji. Kwa saa 2 ya kamili tutaanza hiyo session. Mimi sasa nitazima mic, endelea.